Sasa tulikuwa tu hapa nyuma, si wamama tulikuwa tumeketi hapa nyuma, kiateka akakuja. Akatuambia kujeni muone bibi yango. Sisi huwa tunamuita ango. Juu hatujui jina yake. Akatuambia kujeni muone bibi yango ni mgonjwa. Si tukatoka tukafikiria ni mchezo. Kuingia kwa nyumba tukamkuta kwa kitanda amelala. Sasa si ndio tulijaribu kuangalia, tukaona ni kama amefaint, tukajaribu kumpepetea. Sasa mmoja wetu kwenda kushika akatuambia, "Hey, huyu mtu ni kama hayuko." Kushika hivi tungeuze tutoe nje tupepetee, tukaona damu saidi moja. Si ndio tulitoka tukapiga nduru huku nje. Sijawahi sikia vita ama magombano yoyote. Hata leo walikuwa tu vizuri. Alitoka hapa saa ngapi mwanaume? Ametoka hapa kitu saa 8 saa 9. Kumaanisha alimuua ndiye atoke ama sasa kitu kama hiyo sijui. Ni mtu tu mpole amenyamaza tu ananga maneno. Anafanya kazi wapi? Joska. Anauza nini ama? Hardware. Ni kama kuandikwa. Labda amekaa hapa kwa muda wa almost 2 years. 2 years 1.5. Ni kitu yake ya kwanza ama amekuwa na kibadilisha wapi ama amedungwa? Hiyo ni kama ni kisu juusi hapa hivi ndio panatoa kuna damu saidi moja hivi. Kwa hivyo nyinyi mnahofia simu? Tunahofia hivyo juu kwa nini alifika huko na akapiga simu, na venye tumempigia simu baadaye ni mteja, ndio tumuelezee bibi amezidiwa, tumempeleka hosi, hakuchukua simu ikakuwa mteja. Kwa mmeshuhudia kumuona akitoka wakati ameanza amefanya hiyo kitendo? Si akitoka hata hakuna mtu alishungulika, ni ile tu unaweza ona mtu akienda na una shughuli. Si anatoka tu anaenda zake. Ni vibaya sana. Afadhali hata watu waachane roho safi kuliko kuua mwenzako. Afadhali tu niambie toka mwenzangu nini nimechoka enda zako kuliko kuua mtoto wa watu. Makosa. Kubwa sana. Wanapoishi na mwanaume kaa ukiwa macho. Kikiumana songa. Juu kuliko sasa nikae, huyu mtu labda amekaa akimtishia nitakufanyia. Unajua maneno ni mbaya. Nitakufanyia ataja kufanyia. Kwa hivyo ukisikia mimi hata kofi sitangoja. Naitwa Dennis Wambua. Mimi ni kiateka. Kwa hivyo huyu jamaa ni tenanti wangu. Amenipigia simu saa 11:34. Akaniambia niende kwa nyumba niangalie bibi yake. Amesikia ameumia. Kwa hivyo kufika kwa mlango nimepata tu mlango hajafungwa kwa konji. Nikabisha hakuna mtu amefungua. Nikaita jirani yake ambaye ni msichana. Akakuja akabisha mlango hukufunguliwa. Tukasukuma mlango tukaingia. Kuingia tumepata huyo madama amelala kwa kitanda na aongei. Tukajaribu kumtingiza, hakuna lolote alikuwa anasema. Kwa hivyo tukamuinua, tukachukua makaratasi tukaanza kumpuliza. Hakuongea. Kwa hivyo wakati tumemuinua mkono tumepata akivunja damu kwa makwapa. Hiyo kisa amedungwa inakaa ni huyo mwanaume alimdunga akitoka. Huyo mwanaume nadhani ni yeye kwa sababu nasikia wakati wa mchana alikuwa hapa na akaenda. Kwa hivyo nadhani ni yeye amefanya hiyo kitu. Alikuwa hapa saa ngapi na alitoka saa ngapi? Hakuna mtu alijua wakati alitoka, lakini wakati wa asubuhi saa 3 hivi alikuwa. Leo andangi kazi. Na yeye ni mfanyikazi kwa hapa Joska kwa hardware. Lakini sijui ni wapi. Yes. Naitwa Albert Maeche. Bibi anaitwa Lydia. Lydia nani? Bibi yake. Huyo sasa alikuwa ameoa. Yes. Labda yeye tuseme amekaa hapa kwa miezi kama 6. Na yeye analisha kuku na bata. Hiyo ndio kazi anafanya. Hizi ziko hapa ni zake. Sijawahi sikia kesi yake. Sijawahi sikia kesi yake yote. Na hata wakati amenipigia na niyo namba. Ndio nikamuuliza ni nani, akaniambia ni Albert. Enda kwa nyumba nimesikia bibi yangu ameumia, uangalie shida ni nini. Wakati nimejaribu tena kumpigia simu nimwambie chenye nimepata ni mteja. Na hata saa hizi hajapokea simu. Na namba yake halisi uko nayo? Namba yake niko nayo. Inaingia hiyo? Haingii. Yes. Labda zile ziko amekaa hapa bangi. Hakuna kitu anatumia chochote.
na sijawahi kuwa na kesi na yeye. Yes. Haongeangi. Albert ni mtu aina gani? Describe aje. Amenyamaza, apendi makelele. Akiingia tu kwa nyumba yeye, ile kazi ya ile kitu anapendanga sana ni muziki. Ile kitu tumekuwa tukisumbuana na yeye ni kumwambia apunguze volume ya radio. Hakuna kitu kingine tumekuwa tukisumbuana. Kwa hivyo yeye akiingia kwa nyumba ni mtu wa muziki tu. Hakuna watoto? Hapana. Yes. Wanaume, ukisikia umetokeshwa na huyo mwanamke uko na yeye kwa nyumba, usichukue kisu umalize ama uchukue hatia ya mkononi. Afadhali umwambie aondoke, muachane kiroho safi, kuliko kuchukua hatia mkononi uachange mtoto wa wenyewe na alama ama umalize. Mimi kama mwanaume haijanifurahisha. Ningependa tu kuambia wanaume kama mimi, ukisikia tu kama umefanikiwa kupata bibi na umesikia tu umechoka ama anakukosea, heri umrudishe kwa uzuri kuliko kuchukua sheria mkononi. Kuchukua sheria mkononi sio kitu kizuri kabisa. Mrudishe kwao, ama ikisindikana wewe unaweza toka na uende. Ukienda kwa amani itakuwa ni mzuri. Juu si vizuri kuua mwenzako. Kuua ni kitu kibaya. Wakati umekosana na bibi yako, unaweza tafuta mtu yoyote, aidha mzee ama mama ako na miaka mingi kukuliko. Uchukue ushauri kwake, atakushauri, mtaongea na yeye, mtasikizana na itakuwa mzuri kuzuruhisha kwa amani kuliko kuchukua sheria.